Hii ni Bakti TV. Ndugu watumishi wa Mungu, nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa nafasi hii tena kuongea na wewe. Lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ameniwezesha tena kutoa hotuba hii ambayo ni hotuba yangu ya mara ya pili tangu nilipoteuliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la Bakti. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru kamati tendaji ya baraza, kuwashukuru bodi ya wadhamini, wakuu wa idara, kanda, mikoa pamoja na wanachama wa wilaya wote. Watumishi wa Mungu, baraza hili ambalo ni Bakti, ambalo ni Born Again Charismatic, ni baraza lililo bora sana, na nikutie tu moyo kwamba hili baraza liko salama. Watumishi wa Mungu, kama vile Yesu Kristo alivyotuagiza na kutuombea kwa habari ya umoja, shetani huwa hapendi kabisa kuona watumishi wa Mungu tuna umoja. Lakini baraza hili ambalo kazi yake ni kutukusanya pamoja, kutuunganisha pamoja kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na kazi hii pia ni kazi ya Mungu kabisa, kwa sababu tunapokuwa pamoja, tunapoungana pamoja, tunakuwa na uwezo wa kufanya vitu vikubwa katika ulimwengu wa roho. Na shetani anatishika sana kumwona mwanadamu mwenye mwili anamiliki nguvu za Mungu. Sasa sisi watumishi wa Mungu tuna kwa huduma zote tano, tuna nguvu ya Mungu tutakapoungana pamoja, kwa sababu baraza hili linatuunganisha huduma zote tano, kuanzia mitume, manabii, wachungaji, walimu na wainjilisti. Kwa hiyo tunapoungana pamoja tunapata nguvu kubwa ya kuweza kuharibu ufalme wa giza katika nchi yetu. Watumishi wa Mungu tumepewa dhamana na Mungu kuhakikisha kwamba nchi iko salama, watu wako salama, kwa sababu sisi ni watumishi ambao tuna uwezo wa kuomba na kubadilisha hali zote mbaya zinazotokea katika taifa letu. Lakini hatuwezi kufanya kila mtu akiwa peke yake. Kuna vitu ambavyo vinaendelea katika nchi yetu ambavyo adui amekuwa akiharibu vijana, akiharibu wa baba, wa mama. Vitu kama hivyo ambavyo vinatakiwa vibadilishwe na nguvu ya Mungu. Sasa mtumishi mmoja unapofanya peke yako, nguvu yako ni tofauti na tunapoungana kwa pamoja. Tukasema tunatamani tubadilishe mazingira ya nchi yetu, tunatamani tubadilishe hali ya nchi yetu. Kwa hiyo watu wa Mungu, baraza hili linatuunganisha pamoja ili tuweze kuwafikia watu, tuweze kuwafikia vijana, tuweze kuwafikia wamama, wa baba, kwa ajili ya kulibadilisha taifa hili ili liwe ni taifa ambalo lina sura ya Mungu. Watu wa Mungu, baraza la Bakti lipo kisheria, na hata kwa sasa tupo katika marekebisho ya katiba, na Mheshimiwa Katibu Mkuu alishazituma katiba kwa wenye vitu wa mikoa ili ziweze kufanyiwa marekebisho, mapendekezo. Yaani kuna mapendekezo ambayo kila mwanachama ana haki ya kuyatoa kwa ajili ya kuboresha katiba yetu. Kwa hiyo katiba yetu inafanyiwa maboresho makubwa ambayo kila mwanachama amepewa haki na nafasi ya kutoa mapendekezo yake. Na tunatakiwa taarifa hizo tuzirudishe haraka sana, tuzitume kwa Katibu Mkuu ili katiba yetu iweze kumalizika. Ndugu wanachama, baraza letu lina dira ambayo dira hiyo ndio inatupa mwelekeo wa kule tunakokwenda. Ili baraza litasimama na wewe mwanachama katika mambo mengi. Kwa mfano, hata ikitokea mtumishi wa Mungu umepata changamoto yoyote au umepata shida yoyote ya kuonewa au kunyanyaswa kwenye huduma yako, baraza litakutetea, kwa sababu pia lina idara ya sheria. Baraza letu lina idara ya wanasheria. Kwa hiyo watasimama na wewe kuhakikisha kwamba wanakusaidia. Ili baraza ndio litakusaidia pia kuweza kusajili huduma yako. Kuna utaratibu wa kusajili huduma kama tunavyofahamu. Unaposajili huduma lazima uwe na baraza ambalo linakusimamia. Lakini pia baraza hili tuna idara ya jamii ambayo pia itasimama na wewe, na idara ya jamii itafanya kazi kuanzia ngazi ya taifa mpaka wilaya. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba mtumishi wa Mungu aliyepata changamoto yoyote kama ya msiba
tunaweza kushirikiana naye katika kipindi hicho, kwa sababu baraza linatuunganisha pamoja. Ili baraza linaweza pia kukusaidia na kukuelekeza mbinu za kuinua uchumi wako. Tutakuwa na miradi mbalimbali kupitia idara ya uchumi. Ipo idara ya uchumi ambayo itahusika na kuhakikisha kwamba kila mtumishi wa Mungu anapata maelekezo na pia anapewa mbinu mbalimbali za kuinuka kiuchumi. Kwa hiyo kutakuwa na miradi mbalimbali tutafungua, lakini pia mbali na idara ya uchumi, lakini pia Mungu ametupa watumishi mbalimbali ambao wanafanya miradi mingi, wana uwezo wa kushirikisha miradi yao kwa watumishi wa Mungu. Ili baraza pia lina idara ya vijana. Idara ya vijana inaweza pia kuwawezesha vijana kuweza kuelewa jinsi ya kufanyia kazi maono yao. Idara hii ya vijana itawasaidia pia vijana ambao wanaanza huduma au wana huduma ndani yao lakini hawajui waanzie wapi. Kwa hiyo baraza lina idara ya vijana ambayo itawaelekeza. Lakini idara hii ya vijana ina mambo mengi na mapana mengi. Idara hii pia itaweza kuwafikia vijana maeneo tofauti tofauti. Idara hii ya vijana pia itakuwa na kamati mbalimbali, kamati ambazo zitakuwa zinaenda zaidi kuwafuatilia vijana ambao wameshikiliwa na mateso ya ulevi. Wako vijana ambao wako soba. Kwa hiyo tutakuwa na utaratibu wa vijana. Kamati itaundwa kwa ajili ya kuwatembelea vijana walioko soba, wale ambao wameshikiliwa na vifungo vya ulevi, wameshikiliwa na vifungo vya madawa kulevya. Kwa hiyo vijana watafika soba, watawaombea wale vijana, watawafundisha, watawashauri, kwa sababu soba zipo kila wilaya. Kwa hiyo karibu kila wilaya kutakuwa na kamati za kuwatembelea hao vijana. Kwa hiyo idara ya vijana ina kazi nyingi, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu ya kwanza kwamba vijana lazima tuwasaidie, maana vijana ndio taifa la kesho. Vijana wakiharibika, taifa halipo. Kwa hiyo sisi watumishi wa Mungu ni kazi yetu ni kubwa pia kuhakikisha vijana wanakuwa salama katika nchi yetu, tuweze kuisaidia serikali kuwasaidia vijana kuweza kubadilika. Maana tunayo neema sio tu ya kuwabadilisha kimafundisho peke yake, lakini pia hata kuwafungua. Maana kijana mwingine unakuta ni ulevi ambao ni kifungo kabisa ambacho anatakiwa aombewe, afunguliwe, awe salama. Kwa hiyo ni kazi ya idara ya vijana. Lakini pia tuna idara ambayo nayo tayari imeshaanza kazi, ambayo pia ni idara ya maadili. Idara ya maadili, ndugu watumishi wa Mungu, wanachama wa BACT, ni idara ambayo itakuwa inafanya kazi, itawafuatilia mpaka watumishi wa Mungu ambao wanaenda kinyume na maadili. Watumishi wa Mungu, kazi ya Mungu tunajua kabisa ina vita. Shetani yupo kazini, hawezi kuwa amestarehe tu. Akiona watumishi wa Mungu wanamtumikia Mungu, na yeye anainua vita kwa watumishi wa Mungu. Kwa kuna watumishi wa Mungu ambao labda kwa njia moja au nyingine wamepitia vita fulani, wamejikuta wamekengeuka au wamejikuta wako kinyume na maadili. Kwa hiyo idara ya maadili itawafuatilia watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuwashauri. Watumishi wa Mungu wengine hawana mababa wa kiroho. Kuna watumishi wa Mungu wengi ambao unakuta ameanzisha huduma yeye mwenyewe, kwa hiyo hana baba wa kiroho kumshauri. Kwa hiyo anafanya yeye anachokifanya, hakuna kumwambia hiki sio sawa. Kwa hiyo idara ya maadili ndio kazi yake. Baraza hili lina idara ambayo inawafuatilia watumishi wa Mungu, kuambia watumishi wa Mungu hapa sio sawa, hiki sio sawa, kwa kuwashauri. Maana Biblia pia imesema turejeshane kwa upole. Kwa mtumishi wa Mungu ikatokea amekengeuka, ananyoshoa vidole na jamii, wananchi wanamshangaa, kila mtu anamshangaa, na sisi watumishi wa Mungu hatupaswi kuungana na mataifa kuwashangaa au kuwacheka watumishi ambao wameenda kinyume na maadili. Kazi yetu ni kuhakikisha tunawafuatilia na kuongea nao kwa upole na kuwarejesha. Kwa hiyo ndo kazi ya idara ya maadili. Ndugu watumishi wa Mungu, wanachama wa BACT, baraza hili lina faida nyingi. Sio tu kwamba tunakutana tu, tunaongea tu alafu hatufanyi chochote. Baraza hili linaenda na vitendo.
vitendo vingi vitaonekana, kwa sababu tumedhamiria kabisa kwamba tuibadilishe nchi yetu kuanzia kwenye maadili. Sisi watumishi wa Mungu tuanze kuwa ni watu ambao tuna maadili mazuri kabla tujaifikia jamii. Sasa idara ya maadili sio tu kwa wanachama peke yake, lakini hata kwa watumishi wa Mungu ambao sio wanachama wa BACT. Tutakaposikia mtumishi wa Mungu anaenda kinyume na maadili, tutamfuatilia kwa upole sana. Biblia imesema turejeshane kwa upole. Tutamfuatilia kwamba mtumishi wa Mungu, jamii nzima inakushangaa, mitandao yote inakuongelea wewe kwa hiki ulichokifanya au mambo unayoyafanya kinyume na neno la Mungu. Utumishi wako unatakiwa uwe na sura ya Yesu. Kwa hiyo baraza hili litawasaidia pia hata watumishi wa Mungu ambao wako kinyume na maadili, kwa sababu tuna idara kabisa ya maadili, ili kwamba tuweze kuwa na sura moja ya Yesu Kristo kama Mungu alivyotuagiza kwamba tumtumikie. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, baraza letu litaweza kuibeba sura ya Yesu pale ambapo tutayaishi au tutakapoishi, tutaweza kuyaishi yale ambayo tunawafundisha watu, yale tunawafundisha washirika wetu, tukayaishi sisi kwanza, ndipo sura ya Yesu itaonekana kwenye baraza letu. Na baraza hili litatusaidia pia kunyooshana kwa upole, kuelekezana, kushauriana. Watumishi wa Mungu, ifike mahali jamii imtamani Mungu tuliyembeba. Ifike mahali wa baba, wa mama, vijana, watoto waone sura ya Mungu kwetu sisi watumishi wa Mungu, hata watu wafurahie kwamba yuko Mungu katika nchi yetu. Agano la Kale lilikuwa na manabii wachache sana, lakini manabii wale waliweza kuwashauri wafalme kwenye mambo mengi. Kizazi chetu sasa hivi manabii tupo wengi. Sasa kwa wingi wetu huo, basi pia mabadiliko yawe ni makubwa kwenye jamii. Mabadiliko yawe ni makubwa kwa vijana wetu. Mabadiliko ya maadili mazuri yawe ni makubwa, kwa sababu tayari manabii tuko wengi na tuna uwezo pia wa kufanya mambo mazuri, lakini tukiamua kuwa salama ndani yetu kwanza. Kile ambacho tunakisema kwa watu tukiishi sisi, ili kwamba hata serikali iweze kututamani kwamba tuweze kuishauri kwa sababu ya maadili tulionayo. Mitume ambao Yesu aliwachagua walikuwa ni wachache, mitume 12, lakini waliweza kubadilisha hali ya nchi. Waliweza kufanya maajabu mengi. Sasa hivi mitume tuko wengi sana. Hebu sisi basi tuwe ni chachu au sababu ya kuleta maadili katika nchi yetu, kubadilisha watu ambao hawana maadili. Lakini hatuwezi tukawabadilisha wasio na maadili kama sisi wenyewe hatuna maadili. Unawezaje kumbadilisha mtu ambaye hana maadili kama wewe hauna maadili? Kwa watumishi wa Mungu, hiyo idara ya maadili itatusaidia na tutaweza pia kufanya kazi ya Mungu kwa amani na furaha, na jamii itatufurahia. Hii ni kazi ya idara ya maadili. Lakini pia kuna idara nyingi, ni kama nilivyosema, kuna idara pia ambayo ni idara ambayo inafanya kazi, inaitwa idara ya Injili. Hii ni idara ya umisheni. Idara hii pia itahusika na mikutano ya Injili, ambayo pia idara hii tutaweka utaratibu wake wa kufanya mikutano kwenye mikoa na wilaya zetu. Idara hii tutashirikiana watumishi wa Mungu. Idara hii itatusaidia pia kuinuana kwenye kazi ya Mungu. Kwa mfano, tutakuwa na mikutano kwenye mikoa, tutakuwa na mikutano kwenye wilaya, tutakuwa na mikutano ambayo tutashirikiana wilaya husika au mkoa husika. Kwa hata watu ambao wanaokolewa kwenye hiyo mikutano au kwenye mikutano ya hizo wilaya na mikoa, wale wanaokoka watalelewa na watumishi ambao watahusika kwenye huo mkutano. Kwa hiyo kama wamekuja watu kuokoka, basi watumishi wa Mungu mtagawana kwa ajili ya kuwalea au watu ambao wameokoka. Hiyo ni idara ambayo pia itatusaidia pia kufanya utaratibu wa kuwatembelea watumishi wa Mungu ambao
wana mikutano yao pia binafsi, idara hii itaweka utaratibu wa kuatia joto au kushirikiana nao. Mtumishi wa Mungu anaweza akawa na kongamano lake akaishirikisha idara ya umisheni ili iwahamasishe watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuweza kuwasaidia au kuwapa kampani au kuwatia nguvu watumishi wa Mungu. Kwa hiyo idara hii itakuwa pia itasaidia pia mtumishi wa Mungu, kanisa lako ambalo unataka pia lipate nguvu au lipate hamasa. Unaweza pia tukafanya mikutano kwenye wilaya yako na kukusaidia pia ili upate washirika watakaoweza kuja kanisani kwako. Kuna idara pia nyingine ambayo ni idara ya kina mama. Idara ya kina mama ni idara ya muhimu sana na tayari imeshaanza kazi. Idara hii ya kina mama tutaiboresha. Pia tutaweza kufanya makongamano na kualika wanawake mbalimbali kwenye idara ya kina mama. Tutafanya makongamano ya kimkoa na kitaifa na kiwilaya pia, na kualika wanawake mbalimbali ili waweze kuhudhuria kwenye mikutano na kuweza pia kufanya injili kwa wakina mama ambao hamjui Mungu, lakini pia kuweza kuwaombea wakina mama wenye mateso mbalimbali. Idara hii itafanya kazi kwa upana. Wapo kina mama wengi ambao wanapitia mambo magumu, wengine unakuta ni mateso ya vifungo tu. Kuna kina mama wana magonjwa mbalimbali, kuna kina mama wananyanyasika, kuna kina mama ambao wamekata tamaa, kina mama wameachwa wenyewe, kina mama wajane wanalea watoto wenyewe. Sasa idara ya kina mama ina kitengo pia cha kuwafikia mama kama hao, hata kama sio hata kama hakuna cha kumpa huyo mama hata kidogo, lakini pia unaweza ukamtia moyo, ukamshauri, ukamfungua huyo mama akuta na vifungo mbalimbali, ukamwombea na ukamshauri afanye nini. Mama ambaye haelewi kitu cha kufanya, ukamshauri akajikuta anaweza kufanya hata biashara. Hii ni idara ambayo pia itawaendea wamama mbalimbali ambao hata watafundishwa pia kwa ajili ya ujasiriamali. Kwa hiyo idara ya kina mama itaenda zaidi, sio tu kwa wanachama, hata kwa wamama walioko vijijini ambao wanahitaji misaada fulani, pia watafikiwa na idara ya kina mama. Tukiweza kuwasaidia basi tutaweza kuwasaidia, lakini pia kikubwa wamama waweze kushauriwa, kuombewa. Wengi wana vifungo, wengi wana magonjwa ya vifungo mbalimbali, wakuliwa, lakini pia watashauriwa. Kuna mama akipewa ushauri anaweza akafanya hata biashara ndogo ndogo. Kuna mama akishauriwa anaweza kuwa mjasiriamali mzuri. Kuna mama amekata tamaa anahitaji tu ushauri. Kuna mama anaumwa magonjwa yamemlaza ndani, anamsaidia, kumbe ni vifungo tu vinahitaji maombi. Kwa hiyo idara hii ni kubwa, hapo nimeieleza kwa kifupi. Lakini pia kuna idara ya elimu. Idara ya elimu ambayo tayari imeshaanza kazi zake, ni ambayo itatumika pia kutoa mafunzo mbalimbali kwa watumishi wa Mungu, semina za uongozi, hata kualika walimu waliopo ndani ya nchi na nje ya nchi kwa ajili ya kuwafundisha watumishi wa Mungu. Idara hii ina kazi kubwa, pia ina vyuo. Kuna vyuo pia vya wachungaji ambavyo viko katika baraza letu, ambavyo pia vinasimamiwa na idara ya elimu kuanzia ngazi ya cheti mpaka PhD. Watumishi wa Mungu, hata serikali yetu inapenda tusome, inatamani watumishi wa Mungu tuwe na elimu ambayo ni msingi, pia ni maarifa ambayo yatakusaidia kuongoza huduma yako. Kwa hiyo idara hii itawasaidia watumishi wa Mungu kwa kusoma kwenye vyuo ambavyo viko katika baraza, lakini ambavyo utasoma kwa gharama ndogo sana na utajikuta umemaliza. Kwa hiyo tunawakaribisha watumishi wa Mungu kwa ajili pia ya kusoma. Watumishi wa Mungu, pia kuna idara ya maombi. Idara hii ni nyeti. Hii idara ni idara ambayo ni muhimu sana, ambayo ndio nguzo ya kushikilia baraza letu kuanzia ngazi ya taifa mpaka wilaya. Kwenye umoja kama huu, kama nilivyosema mwanzo, Yesu alituombea umoja, na kitu ambacho shetani anakipiga nacho vita ni umoja. Kwa hiyo kuna vita vinaweza vikainuka kwenye baraza, kuna mashambulizi yanaweza akatumwa ili tukuvuruga umoja. Ukiona umoja wowote unavurugika, hiyo ni kazi ya shetani. Sasa ili tuweze kulinda umoja wetu katika baraza, ni kuhakikisha idara ya maombi iko imara.
Kama ni baraza la watumishi wa Mungu, lazima liwe kiroho, na kama ni baraza linakuwa kiroho, tujue kuna vita vya kiroho. Kwa kama kuna vita vya kiroho, lazima na sisi tujue mbinu na jinsi ya kupambana na hii vita ambayo inapiga baraza letu. Pasipo maombi hakuna kitu kinaenda. Chochote kinachotajwa kwamba ni cha Mungu huwa kinainuka vita. Unaposema hili jambo ni la Mungu, hata tu kitu chako tu cha kawaida ukashika tu ukasema hiki kitu nakitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kinainuka vita. Sasa kama tunajua watumishi wa Mungu kwamba kuna vita, pia tujue kwamba pia tuna neema ya kuweza kushinda vita. Sasa ushindi wa vita vyetu ni kwenye maombi. Kwa hiyo idara hii itasimamia maombi kuhakikisha kwamba kila mkoa, kila wilaya tunakuwa na maombi, na sio tu kuombea tu baraza peke yake, lakini pia tutakuwa na maombi ya kuombea watumishi. Tutakuwa na ratiba kila wilaya, kila mkoa tutakuwa na ratiba, tutaweka ratiba kuhakikisha kwamba mtumishi wa Mungu aliyepo kwenye baraza anaombewa. Tutakuwa na ratiba kuhakikisha kila mtumishi anaombewa. Kuna watumishi wengine unakuta makanisani hawana vikundi vya maombi, au vipo vikundi vya maombi lakini sometimes vinazidiwa. Lakini kuna vita nyingine, mtumishi wa Mungu unabebwa na watu wa nje ya kanisani kwako, lazima ushinde. Kwa hiyo kutakuwa na maombi ya kutuombea, tunaombeana sisi watumishi wa Mungu wa baraza la BACT. Tunahakikisha kila mtumishi ana ratiba yake ya kuombewa ili huduma yake iinuke, maana ili baraza pia ni kwa ajili ya kuinua huduma zetu. Ndugu watumishi wa Mungu, kamati tendaji imefanya pia ziara mbalimbali katika kanda. Tulifanikiwa kufanya ziara katika kanda ya kaskazini, na tukakaa na watumishi wa Mungu tukajadiliana mambo mengi kwa ajili ya afya ya baraza. Lakini pia tulifanya ziara kwenye kanda ya mashariki, tukakaa na watumishi wa Mungu, na bado ziara zinaendelea, na sasa tunajipanga kwa ajili ya kwenda kwenye kanda nyingine. Tunajitahidi tuweze kwenda kwenye kanda kadhaa kabla ya mkutano mkuu. Tunaomba ziara tunayofanya kwenye kanda yenu, tukitangaza kanda ambayo tunakuja, mjitahidi kukusanya watumishi wa Mungu, wanachama wa kutosha, na kualika pia wanachama wapya, ili tunapokuja tuweze kuelezea baraza letu ni nini. Naomba niongelee kuhusu mkutano mkuu. Ndugu watumishi wa Mungu, baraza letu limekuwa na ratiba ya kufanya mkutano mkuu kila mwaka kwa mujibu wa katiba. Mkutano huu ni wa wanachama wote wa baraza na ni mkutano muhimu sana. Mkutano huu utatuwezesha kuelewa dira ya baraza letu kwa upana zaidi. Hapa nimeongea vitu kwa kifupi sana. Lakini pia kutakuwa na semina elekezi, lakini pia kutakuwa na semina mbalimbali za kuinua huduma zetu. Tutajifunza mbinu mbalimbali za kuinuka pia kiuchumi. Tualike wanachama wengi kwenye vikao vyetu ili tuweze kuwa nao pia katika mkutano. Vikao tunavyoendelea navyo kwenye wilaya, kwenye mikoa, tualike wanachama wapya kwa wingi ili waweze kuhudhuria pia kwenye mkutano mkuu. Vikao vyetu tumekuwa tukivifanya mikoani, na kila tukifanya vikao naomba tuwe tunatuma taarifa kwa katibu mkuu ya vikao vyetu. Vikao vya tunavyofanya vya mikoa tuwe tunatuma taarifa kwa katibu mkuu, na vikao vya wilaya pia vyo vinatuma taarifa zao kwa viongozi wa mkoa ili tuelewe kinachoendelea kwenye mikoa yenu. Lakini pia ni vizuri mkiwa pia mnatuma hata picha ya kuonyesha kikao kilivyofanyika. Na kila mwanachama ana haki ya kualika watumishi wa Mungu ili tusaidiane, tusiachie tu viongozi peke yao. Kwa hiyo naomba viongozi wote pia tuwajibike kuhamasisha kwa habari ya huu mkutano. Inawezekana kuna maeneo yana wanachama lakini hayana viongozi. Inawezekana kuna maeneo viongozi wamepata changamoto mbalimbali. Naomba tufuatilie, tujue viongozi wetu wana shida gani ambao wamenyamaza kimya, kwa sababu inawezekana kuna sehemu, kuna wilaya, kuna mikoa wanachama wako active lakini viongozi wamenyamaza. Wanachama ni vizuri kufuatilia viongozi wetu, kujua wana shida gani, kwa nini hawafanyi kazi, kwa nini wametulia, kwa sababu unapopewa uongozi ni kazi. Uongozi ni kuwajibika. Uongozi ni kazi, sio tu jina la kiongozi.
kiongozi ni kufanya kazi. Kwa hiyo kama kuna kiongozi ambaye amepewa nafasi ya kuongoza na afanyi chochote, hata kama umeamua kwamba huhitaji tena kuwa kiongozi, ni bora ukatoa taarifa kwenye uongozi wa juu kwamba mimi naombeni nipumzike, au atafute kiongozi mwingine, kuliko kukaa kimya hatujui, alafu baraza unakuta kwenye eneo lako linakuwa linasuasua. Na pia kama kiongozi umeamua labda umekasirika au kuna mambo yamekuchukiza, ni vizuri pia ukawasiliana na uongozi, ukaeleza zile changamoto zako kuliko kususa au kuzira. Mtumishi wa Mungu, unapoamua kususa, usiweke sumu kwa kundi unaloliongoza. Unapoachilia sumu kwa kundi unaloliongoza, kwamba kwa sababu wewe umeamua kususa basi na wenyewe wasuse au na wenyewe wajitoe, unakuwa unapanda mbegu ambayo mwisho wa siku hiyo mbegu hujui itamea wapi. Wewe ni mtumishi wa Mungu, una kundi unaliongoza, una kanisa. Kwa hiyo unapopanda chuki kwa watumishi wa Mungu kwenye baraza, chuki hiyo inaweza ikawa mbegu. Huwezi jua kanisani kwako nini kinaweza tokea. Shetani huwa anatumiaga mbegu hizo hizo tunazozipanda kukuharibia tena wewe. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, hili baraza tumepewa na Mungu. Hili ni baraza ambalo Mungu ametupa, kwa sababu Mungu ndo aliyesema tuwe na umoja, na umoja wenyewe. Kwa hiyo tuna umoja wetu, tunatumia baraza kama chombo cha kutuunganisha. Kwa hiyo unapokuwa unaharibu au unaongea vibaya kwa habari ya baraza, unakuwa tayari unafanya vita na Mungu. Unakuwa unaongelea baraza vibaya, ni kama unapinga kile Mungu alichosema kwamba tuwe na umoja. Kwa hiyo unakuwa unaongea kinyume, unapinga. Kwa hiyo unampinga Mungu aliyesema tuwe na umoja. Unaposambaratisha kundi ambalo umepewa uliongoze, aidha umelikusanya mwenyewe au umechaguliwa, umelikuta hilo kundi, liache kama lilivyo, alafu toa tu ripoti kwamba jamani, mimi mwenzenu sitaweza kuongoza, wekeni kiongozi mwingine. Lakini unapopanda sumu kwenye hilo kundi, unapanda mbegu. Ulimwengu wa roho unatembea na mbegu, mtumishi wa Mungu. Yaani ulimwengu wa roho unafanya kazi na mbegu. Kwa hiyo chochote unachokifanya ni mbegu, ambayo mbegu inaweza ikakuotea vibaya, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo nikutie tu moyo, mtumishi wa Mungu ambaye unamtumikia Mungu kwenye hili baraza, hiyo ni kazi ya Mungu kabisa. Hili baraza ni Mungu ametupa tulishikilie, kwa sababu tayari tunaujenga mwili wa Kristo. Tunaungana pamoja, watumishi wa Mungu. Tunapokuwa pamoja, tunakuwa tunajenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo baraza hili ni kama kitu cha kushikilia, ni chombo cha kutushikilia kwenye umoja wetu. Kwa hiyo tuchukulie kwamba usione kama unapoteza muda. Mtumishi mwingine kuna mtumishi aliuliza, sasa anapata faida gani kwenye baraza? Mtumishi wa Mungu, mbali na yote niliyoeleza kwenye idara, lakini pia unakuwa unatimiza ule umoja ambao Yesu Kristo ametuhusia tuwe na umoja. Umoja huo unatufanya sasa tayari tunapata nguvu zaidi. Tunapokuwa na umoja, nguvu ya Mungu inatembea zaidi, na nguvu ya Mungu ikitembea kwetu zaidi, tutafanya vitu vikubwa na tutabadilisha hali ya nchi. Hali zote mbaya zinazoonekana kwenye nchi, hali zote mbaya zinazoonekana kwa vijana wetu walioharibikiwa, tutaweza kuzibadilisha sisi watumishi wa Mungu pale tutakapokuwa na umoja katika roho. Umoja katika roho unasomeka kama umoja mbele za Mungu. Kwa hiyo umoja katika roho tunaupataje? Tunapoungana pamoja. Tunaunganaje pamoja? Tunaungana kupitia baraza letu pendwa, baraza la BACT ambalo Mungu ametupa kutuunganisha pamoja. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, fanya hii kazi kwa moyo, kama vile unavyofanya kazi kanisani kwako. Ona kabisa kama unaofanya kwenye kanisa Mungu alilokupa, ona kabisa na hii ni kazi ya Mungu, kwa sababu tunapoungana pamoja, Mungu anapenda umoja. Kuna nguvu ya Mungu itashuka katika umoja wetu na tutaona matokeo makubwa. Mimi nakwambia hivi, tukiamua kuwa na umoja kwenye nchi hii, watumishi wa Mungu, tutafanya mambo makubwa na kutakuwa salama. Nchi itakuwa salama kwa vijana, kwa watoto, kwa wazee, kwa mama, kwa baba, kwa sababu tayari tuna umoja wa kung'oa roho zote za mafarakano kwenye nchi, roho zote za mafarakano kwenye ndoa za watu. Kwa hiyo tutakuwa na umoja. Kuna huduma unaweza ukafanya kanisani kwako, kuna watu utaweza kuwafikia, lakini tutakapokuwa na umoja, kuna watu tutaweza kuwafikia na kuwasaidia, kwa sababu Mungu ametupa kwa ajili hiyo pia. Watumishi wa Mungu, kumbuka, ukimwezesha mtumishi mmoja kufanya kazi ya Mungu, tutakapokuwa na umoja, tukatiana moyo, tukatiana nguvu. Kwa wale watumishi waliokata tamaa,
tukamwezesha mtumishi mmoja kunyanyuka tena na kufanya tena kazi ya Mungu, tunakuwa tumeponya kundi lililoko nyuma yake. Mtumishi mmoja akiwa salama, kundi kubwa linakuwa salama lililoko nyuma yake, kwa sababu mtumishi anapogafilika, mtumishi anapoharibika, anapokengeuka, kundi analoongoza ni rahisi kuharibika lile kundi. Sasa kuliponya kundi, kuliponya kanisa, aponywe mtumishi, kwa sababu Biblia inasema mchungaji akipigwa kondoo anatawanyika. Kwa kabla kondoo hajatawanyika, tumponye kwanza mchungaji. Kwa hiyo baraza hili lina kazi hiyo ya kutusaidia. Tuhamasishane kwenye mkutano mkuu. Mkutano huo mkuu utatupa maelekezo mengi sana. Kuna vitu vingi tutajifunza, kwa sababu ni mkutano wa siku 3. Tutajifunza vitu vingi na tutaelezana vitu vingi, na pia kutakuwa na kikao kabisa cha baraza ambalo tutakaa kwenye huo mkutano. Tutaelezana majukumu yetu, tutaelezana dira yetu, na mambo mengi tutayaongea. Lakini zaidi ya hapo, tutakuwa na muda mzuri na Mungu wetu. Tutakuwa na muda mzuri kama umoja. Wanafunzi wa Yesu, kumbuka walivyokuwa pamoja wakati wamejificha wakimsubiria Roho Mtakatifu, nguvu ya Mungu iliwashukia wakiwa pamoja. Na sisi tutakapokusanyika pamoja kama watumishi wa Mungu, naamini iko nguvu ya Mungu itashuka kwenye mkutano mkuu tutakaofanya, ambao huo mkutano tutatoka hapo tunakuwa na nguvu. Unajua watumishi tumekuwa tunatumika sana kwenye kazi ya Mungu, lakini tunajikuta tunakosa ule muda wa kuungana. Kila mtu anafanya kivyake, anafanya maombi peke yake. Ni sawa, maombi ni mazuri pia ukifanya peke yako, ni mazuri pia ukifanya mwenyewe kwa ajili ya huduma yako, lakini kuna saa tunakutana, tunaomba pamoja. Kuna nguvu ya Mungu kubwa itashuka, kwa sababu ni roho za Mungu zimekutana, zile roho zilizobeba neema kubwa, zilizobeba nguvu, mitume, manabii, wachungaji, walimu, wainjilisti, tukakutana pamoja, tukapaza sauti mbele za Mungu kwa ajili ya kuiombea nchi yetu, kwa sababu pia kwenye huo mkutano tutakuwa na nafasi pia kuiombea nchi yetu, kuombea viongozi wetu. Kwa hiyo sauti zetu tutakapozipaza pamoja kwa ajili ya kuiombea nchi, Mungu atasikia. Kwa ajili ya kuombea huduma zetu, Mungu atasikia. Kwa hiyo kuna vitu vingi vitabadilika tutakapotoka kwenye huo mkutano. Leo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 nazindua rasmi maandalizi ya mkutano mkuu ambao utafanyika mkoa wa Arusha kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026. Ninawakaribisha watumishi wa Mungu wote kuhudhuria huo mkutano. Jitahidi mtumishi wa Mungu usikose kama nilivyoeleza. Mungu awabariki. Mungu ibariki Bakti. Amen. Hii ni Bakti TV.